hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pindi anapowapendelea watu, anapowapenda waja wake, basi kwanza huwaonja kwa kuwapa mitihani. Faman radhiya falahu ridha, basi yeyote katika hao watakaopewa mitihani atakayeridhia, basi ana yeye kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sakhita falahu sukhط, na yeyote atakayekasirika akachukia kule kuonjwa kwa Allah, kule kuonjwa kwake kutokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu humkasirikia mtu huyo. Inatufundisha nini hadithi hii? Miongoni mwa faida tunazozipata kupitia hadithi hii, kwanza kabisa lazima kila mmoja miongoni mwetu afahamu kwamba miongoni mwa vitu ambavyo mwanadamu si mvumilivu hasa vikikuta ni yale mabalaa au mitihani itokanayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo pale pindi atakapopatwa na mtihani, Mwenyezi Mungu akaamua kumuonja ima kwa maradhi au kwa kupungukiwa na mali au kwa kukosa neema miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizomruzuku, basi akawa yeye ni mwenye kuvumilia. Ikiwa yeye atakuwa ni mwenye kuvumilia katika ile mitihani, basi atakuwa tayari amekamilisha na kuonyesha kwamba ule ukubwa wa imani yake. Kwa hiyo ni moja ya faida ya mtu, kwanza ni kijulisho cha imani yake, ukubwa wa imani yake. Lakini pia mwanadamu anapopewa mtihani, anapoonjwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza hudhihirika yale mapenzi yake kati yake na Muumba wake. Yale mapenzi yake hudhihiri wakati huo. Mfano, Mwenyezi Mungu amekupa maradhi, ule wakati wa kuyahimili, wakati wa kuyahendo yale maradhi, ndio wakati ambapo panadhihiri yale mapenzi kati yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kweli ulikuwa unampenda Mwenyezi Mungu ukweli wa kumpenda, au ulikuwa unampenda kwa sababu muda wote wewe uko katika hali nzuri, hali ya utukufu? Kwa hivyo miongoni mwa kijulisho cha mapenzi ya mja kwa Mola wake mlezi ni pale atakapopewa mitihani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo utajua kwamba huyu alikuwa anampenda Mwenyezi Mungu kweli kweli au alikuwa ana eti. Lakini miongoni mwa faida zingine, muda wa kuwa mwanadamu amepewa majaribu, ametahiniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ule mtihani ukawa umemfika, akawa ameshikamana na subira, akawa hajamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hajamwasi Mwenyezi Mungu kwa maana hajafanya mambo ya haramu. Uislamu haukatazi matibabu, haukatazi kujihangaikia katika kutafuta tiba. Sasa katika ule mtafutaji wake wa tiba, anatafuta vipi, anajitibia vipi katika ule ugonjwa aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingi watu wengi huwa tunapata mitihani, lakini huwa tunatoka katika mstari wa maisha ya dini yetu ya Kiislamu na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunafeli kwa sababu ya ule ukubwa wa mtihani. Ikiwa ule mtihani umempata mtu akawa yeye mwenyewe imani
imani yake ni dhaifu, basi mara nyingi watu kama hao huwa wanakwenda kinyume, wanatoka katika mstari na kufanya mambo yasiyofaa, ima kufanya mambo yaliyoharamishwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kupatwa na mitihani ni miongoni mwa alama zinazojulisha juu ya imani ya mtu. Watu wengi wamepata mitihani, miongoni mwao ni sisi ambao tumehudhuria katika ibada hii ya Ijumaa. Kila mmoja amepata mtihani kwa namna yake, na kila mmoja ukimpa nafasi hapa akuelezee kwamba ni namna gani alipopatwa na mtihani, yawezekana wakasema mtihani wako wewe ni mdogo kuliko mtihani kwa mwenzio. Kwa hivyo kila mmoja amepatwa na mtihani kwa namna yake. Ima kapatwa mtihani kwa maradhi, Mwenyezi Mungu kamuonja. Kuna watu hapa tuko nao, yawezekana walipata maradhi ya miaka takriban 2, 3 na zaidi, lakini miongoni mwetu wapo wengine wamepata mitihani tu midogo midogo, kauma homa tu, malaria imempata, imekwisha, alhamdulillah. Lakini mitihani inakuja kwa sababu tofauti tofauti. Mwingine alikuwa na mali, mji mzima anatambulika, anajulikana kwamba bwana fulani alikuwa ni tajiri, alikuwa na maisha mazuri, lakini ghafla Mwenyezi Mungu akamuonja mtu huyo, mali zote zikafilisika, akawa hana kitu chochote, akawa anaishi maisha ya kawaida. Wapo miongoni mwetu. Lakini kuna wengine kazaliwa yuko vizuri kabisa, katoka katika tumbo la mama yake akiwa vizuri kabisa, lakini alipokuwa akawa kijana, akafikia katika utu uzima, Mungu kampa mtihani, ima akapata ajali au akapatwa na maradhi ya aina yoyote, ikawa ndio sababu ya yeye kupungukiwa na moja ya viungo vyake katika mwili wake. Kwa hivyo huo nao pia ni mtihani. Kwa hivyo mitihani iko sampuli tofauti tofauti. Sasa itakapokupata wewe, unaihendo vipi? Unaimaliza vipi? Unaihimili vipi ile mitihani ambayo Mwenyezi Mungu akuonja? Je, unaamini kwamba hiyo mitihani imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ndio kwanza utaanza kuhangaika na kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuonyesha kwamba wewe Mwenyezi Mungu anamponea? Kwa hiyo mitihani ni moja ya alama zinazojulisha imani ya mtu kwa Mola wake tukufu. Kama ambavyo sisi tulivyopewa mitihani, basi vile vile kuna watu wema waliotangulia katika nyakati hizo, na wao pia walioonjwa kama ambavyo tunavyoonjwa mimi na wewe. Mwenyezi Mungu anawaonja waja wake yeye mwenyewe kwa kutaka kwake, na wala haulizi na yeyote kwa nini umempa maradhi mtu fulani, kwa nini umechukua mtu fulani. Haulizi kwa sababu yeye ndiye katuumba na yeye ndiye ameshika ulimwengu wote. Hakuna wakuuliza kwamba Mungu umefanya nini, yeye ndiye fa'alu lima yurid. Kwa hivyo hawa watu waliotangulia, wale waja wema, miongoni mwa watu waliopata mitihani katika zama hizo kabla hata ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote tunatambua ni Ayub. Nabii Ayub alayhi salatu wassalam, Nabii Ayub alionjwa kwa mitihani 3 na zaidi. Miongoni mwa mitihani alionjwa, kwanza tufahamu kwamba Nabii Ayub ni nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Nabii Ayub
ni katika vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Ayubu, watu wa historia wanatuambia kwamba Nabii Ayubu yeye ni katika vizazi vya Nabii Ibrahim kupitia upande wa Nabii Ishaq alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo kizazi chake Nabii Ayubu kinakwenda mpaka kwa Nabii Ibrahim. Lakini mama yake pia, watu wa historia wanatuambia mama yake ni katika kizazi cha mabinti wa Nabii Lut alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo asili ya huyu Nabii Lut na asili ya huyu Nabii Ayub kuna uwiano, kuna mahusiano makubwa. Ni kizazi cha unabii, kizazi cha Bani Israili. Kama tunavyofahamu, kizazi cha Bani Israili ni kizazi ambacho kilichopokea mitume wengi, manabii wengi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sababu iliyopelekea haya si kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa anapendelea, kama ambavyo wanaodhania baadhi ya watu. Baadhi ya watu wamekuwa wakiwalisha matangopoli watu wengi sana, wanawaaminisha kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anapendelea katika mitume. Hapana. Bani Israili ni katika vizazi ambavyo vilipewa neema nyingi sana, lakini Bani Israili ni katika watu ambao waliofanya kufuru kubwa miaka na miaka, watu waliopindukia mipaka, watu walikuwa hawaoni haya kufanya chochote, wao walikuwa wanafanya. Kwa hiyo hii ndio sababu mojawapo iliyopelekea mitume wengi kutoka kupelekwa kwa ile kizazi cha Bani Israili, cha kizazi cha Nabii Yakub alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Nabii Ayubu alikuwa ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimruzuku, alimpa watoto wengi, watoto takriban 26. Lakini pia Mwenyezi Mungu alimruzuku wake, alimpa wake wengi. Mwenyezi Mungu alimruzuku mali. Nabii Ayubu alikuwa na mali nyingi sana. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyosema, inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil balai, hakika ukubwa wa malipo uko pamoja na ukubwa wa mitihani na mabalaa. Usitegemee wewe kupata pepo aliyokuwa wewe bado hujafanya mitihani za aina yoyote kwa Mungu wako. Lazima uonyeshe kwamba wewe ni mja na unapambana katika kutafuta pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Nabii Ayubu alayhi salatu wassalam alipewa mitihani mingi, mitihani ambayo wewe na mimi laiti kama tungepewa au tutapewa, yawezekana ikawa ndio sababu ya imani kuwa dhaifu. Lakini Nabii Ayubu alayhi salatu wassalam, kama tulivyosema, Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema, anathibitisha ndani ya Qur'an, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Hakika sisi tumethibitisha kwamba Nabii Ayub, hakika yeye alikuwa ni mwingi wa kusubiri, alikuwa ni mvumilivu kweli katika matatizo. Tena si hivyo, alikuwa ni mwingi wa kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa mitihani ambayo aliyopewa, kwanza alikuwa anapambana na vitu viwili. Mitihani aliyopewa ilikuwa anapambana na vitu vya aina mbili. Kwanza alikuwa anapambana na maradhi ambayo Mwenyezi Mungu kamuonja nayo, lakini pia alikuwa anapambana na Ibilisi alayhi laana. Ibilisi yeye aliweka ahadi kwamba atamthibitishia Mwenyezi Mungu kwamba yule mja wake Nabii Ayub kwamba imani yake ni dhaifu tu, kwamba huyo mtu anakuwa anafanya ibada kwa sababu yeye
ipo katika neema, ana mali, ana watoto, ana wake wengi. Kwa hivyo ndio maana kwenye ibada kama ambavyo wanavyosema vile vile baadhi ya watu huja katika mabarazani, katika mabaraza wakaanza kuwaaminisha watu waacheni hao wakaswali, bwana hawa hawana kazi. Wakimwona mtu anakwenda msikitini au anafanya kwenye ibada, anatoka katika mali zake, anafanya nini, basi wao wanamtafutia kasoro kwa ajili ya kumtoa katika reli au kuwathibitishia watu kwamba kile anachokifanya yule mtu kwamba ni katika watu waliopitwa na sana. Hana lolote, hana lolote. Kwa hivyo wanawathibitishia watu kwamba watu wanapofanya ibada kwamba hawana kazi za kufanya. Ungekuwa na kazi wewe ungeenda swali bwana, wewe unajishosha kuna wanao bwana. Kwa hivyo wanaaminisha watu kwamba wale wanaofanya ibada hawana kazi za kufanya. Ibilisi alishika bendera akamwambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi huyo mja wako mimi nitampoteza. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia wewe huyo mimi ndio niliyemuumba na mimi ndiye namjua zaidi kuliko wewe. Huwezi ukampoteza huyo. Akasema mimi nitampoteza. Ibilisi akawa anakwenda kwa Nabii Ayub akimpa vitimbi na kuidhoofisha ile imani yake. Akawa anampambia kweli. Kwanza kabla ya Nabii Ayub alikuwa anakwenda kwa wake zake. Wake zake wengi baada ya kuona ile mitihani imeshamiri, wengi wakawa wamemkimbia kutokana na mabalaa aliyokuta Nabii Ayub. Alibakiwa na mwanamke mmoja ambaye mke huyo watu wa historia wanatuambia ni katika kizazi cha Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke mwema, mwanamke ambaye alikubali kuishi maisha ya Nabii Ayub ambayo alikuwa akiaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huyu alivumilia kwa kila hali, akawa anadumu naye pamoja na kwamba akafilisika, mali zake ziliungua moto, alipoteza kila kitu ambacho kilichokuwa kikinyanyua katika maisha yake. Lakini huyu mwanamke hakumwacha, akaendelea kuishi naye bega kwa bega. Kwa hiyo Ibilisi akawa anamfuata mke wake, akawa anampapia, wewe vipi bwana, wewe unaishi na huyu mtu hana chochote, mtu mwenyewe yupo taabani katika maradhi yake. Na watu wa historia wanatuambia Nabii Ayubu aliumwa maradhi makubwa mno. Aliishi ndani ya maradhi yake kwa muda wa miaka 18. Hebu angalieni ni kiasi cha urefu gani muda aliyokuwa akiishi yupo kitandani tu. Inasemekana mpaka wale majirani, kutokana na yale maradhi alikuwa nayo Nabii Ayub, yalikuwa maradhi ambayo alifanya akaumwa mpaka akawa anaoza, mwili wake ukaoza, ikawa inatoka harufu katika chumba ilichokuwa analala mpaka kwa majirani wakawa wanahama kutokana na harufu mbaya. Lakini mtu bado anapumua. Wewe na mimi bado hatujafikia lengo hilo, lakini bado una mfumo. Ibilisi akawa anamfuata Nabii Ayub, anamwambia lau kunta nabiyyan haqqan makana rabbuka yabtalika bihadha albala. Lau kama wewe ungekuwa ni nabii wa kweli, Mungu wako asingekupa mitihani kama hii, asingekupa mitihani. Yaani wewe mja wake alafu akupe mitihani kama hii. Kwa kuwa Ayubu ni nabii, lakini pia alikuwa ni mtu mwema, na kama tulivyoeleza mwanzo, Mwenyezi Mungu mwenyewe kamthibitisha kwamba innahu awwab. Alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kurejea mara kwa mara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
amemsifu kwamba alikuwa ni mwingi wa kusubiria, alikuwa ni mvumilivu kwa kila matatizo aliyokumbana nayo. Nabii Ayubu akamwambia Ibilisi, lau kunta ta'lam, lau alimta ni'mata allati an'ama Allahu alayya la hasadani, lau kama ungetambua neema ambayo Mwenyezi Mungu aliyoniruzuku mimi katika haya maradhi, basi ungenionea choyo. Anamwambia maneno haya, anamwambia Ibilisi. Ibilisi anaambiwa maneno haya, maneno ambayo ndani yake tunakuja kugundua kwamba kuna kitu fulani, kwamba mtu anapopewa maradhi kwanza ajue kabisa yuko katika ibada ambayo kwanza husamehewa madhambi yake. Maradhi huja ikawa ndio sababu ya mja kusamehewa madhambi yake yale aliyoyafanya maradhi. Lakini pia maradhi humfanya mtu akawa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana hata mtu kama ukifuatilia sana utakuja kugundua kwamba baadhi ya watu hata kama watakuwa ni viburi kiasi gani, pindi wanapopatwa na maradhi, basi mara nyingi huwa ni wanakuwa ni wingi, wanafanya wingi wa kurejea kwa Allah. Nasikia mtu akikulia kidogo anasema Allahu Akbar, subhanallah, ya Allah, ya Allah, basi ile kwake ile ni azkari, ni dhikri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu anapopatwa na matatizo, basi jambo lile ni kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba ajalie subira katika vifua vyetu. Mwenyezi Mungu ajalie pindi tunapopatwa na mitihani isiwe sababu ya kutoka katika imani zetu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa huwal barrul karim. Wallahu a'lam.